Leo ni asubuhi ya kutafakari. Zaid anaamka kabla ya alfajiri. Anafungua pazia taratibu, akiangalia anga la asubuhi lenye utulivu. Anajisemea kwa sauti ya ndani moyoni mwake, kwa miaka mingi nimeishi bila kujali, nikikimbiza dunia huku nikisahau, lakini sasa moyo wangu una huzuni ambayo pesa haiwezi kuiondoa. Zaid anavaa nguo vizuri, tofauti na siku nyingine. Leo anaazimia jambo jipya. Baada ya hapo, Zaid anafunga safari ya kwenda msikitini. Zaid akiwa anatoka nyumbani, barabara za asubuhi zikiwa tulivu, anaelekea msikitini hatua kwa hatua. Njiani anakutana na mtu aliyewahi kumkosea, lakini Zaid anamwamkia kwa adabu, "Assalamu alaikum." Yule akaitikia, "Wa alaikumussalam." Huku Zaid anajisemezea moyoni, "Leo nataka kuanza na msamaha kwako na kwa nafsi yangu." Zaid bila kusita alimwomba radhi ndugu yule aliyewahi kumkosea, na jambo lilo la kheri, msamaha wake ukapokelewa vizuri, akasamehewa, na ndipo Zaid akaanza kujiona mwepesi mwili wake na nafsi yake. Basi Zaid akaendelea na safari yake ya kwenda msikitini kupata swala ya alfajiri. Alipofika akaingia msikitini, Zaid akiwa katika hali ya utulivu, anajitupa katika sajda kwa muda mrefu, machozi yanamwagika. Anasoma dua kwa sauti ndogo, "Ewe Mola, sijakuwa mja mwema, lakini siwezi kulala tena bila kurudi kwako." Baada ya sala anakaa ukutani na kutafakari. Anaona mtu akija kumwomba msaada, anatoa sadaka bila kusita. Kitendo kile kilizidi kumjenga kiimani. Basi Zaid baada ya swala ya alfajiri akajitahidi kurudi kazini mapema. Zaid alipofika kazini, wafanyakazi wake wanagundua mabadiliko. Leo Zaid ni msikivu, anasikiliza zaidi, ni mwenye furaha na mwenye kutabasamu, na anaelekeza kwa hekima. Punde si punde, mteja na alikuwa kijana maskini anaingia kununua sabuni. Zaid anamwambia, "Leo sabuni ni bure, si kwa sababu ya biashara, bali kwa sababu ya moyo wangu mpya." Kijana yule maskini alishangazwa na moyo mpya na mzuri wenye kujali wa Bwana Zaid. Kijana maskini huyu alimshukuru sana Bwana Zaid na kumwombea dua kwa Mola kuwa, "Ewe Mola, mdumishe Bwana Zaid katika mwenendo huu aliokuwa nao hivi sasa." Basi baada ya shughuli zote za mchana kutwa, Bwana Zaid anaketi sebuleni na Qur'ani mkononi. Anasoma kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Ndugu zanguni, enyi mnaonisikiliza, katika hadithi hii nzuri, sikizeni, mlango wa toba uko wazi kwa kila mja, hivyo zindukeni. Tuendelee. Zaid anapumua kwa kina, kisha anatamka kwa moyo mzito, "Nimepotea kwa muda mrefu, lakini leo napiga hatua kurudi kwa Allah." Zaid anaomba dua. Safari ya ndani inaendelea. Na hapa ni mwisho wa episodi yetu ya pili. Lakini je, ni rahisi kubadilika ghafla kama alivyofanya Zaid? Je, dunia na vishawishi vyake vitamwacha Bwana Zaid aendelee na njia hiyo yake mpya? Usikose episodi yetu ya 3. Na kukumbusha kusubscribe katika chaneli yetu, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza pale ambapo tunatoa miendelezo, upate taarifa. Karibu.